mbele zako Twaja mbele zako, twaja mbele zako, ewe Bwana wa mabwana. Tazama twaja mbele zako, Yesu Bwana wa mabwana. Atazama twaja mbele zako, ewe Bwana wa mabwana. Tuko mbele zako Bwana wa mabwana, twaja mbele zako, ewe Bwana wa mabwana. Tazama twaja mbele zako, Yesu Baba wa mabwana. Atazama twaja mbele zako, ewe Bwana wa mabwana. Tuko mbele zako Bwana mwenye nguvu, Yesu twaja mbele zako, ewe Bwana wa mabwana. Tazama twaja mbele zako, Yesu Baba wa mbinguni. Tazama twaja mbele zako, ewe Bwana wa mabwana. Baba, tuko mbele zako, Yesu mwenye uweza. Twaja mbele zako, ewe Bwana wa mabwana. Atazama twaja mbele zako, Yesu Bwana wa mabwana. Tazama twaja mbele zako, ewe Baba wa mabwana. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunalibariki na kulihimidi jina lako Mfalme. Hakuna aliye kama wewe, ni wewe peke yako unastahili sifa, heshima na utukufu Bwana. Tunakusujudu asubuhi leo, tunakutukuza Mfalme wa amani. Sifa, heshima na utukufu ni kwenye kiti chako cha enzi Bwana, maana kwa mkono wako wenye nguvu umeruhusu tena majira na saa haya watoto wako uliowapenda upeo tukusanyike tena mahali hapa Bwana kwa ajili ya kujifunza ile kweli yako. Tunajikabidhi mikononi mwako Mfalme, tunaachilia ibada nzima mikononi mwako. Roho Mtakatifu katika mahali hapa, Mungu mwenye nguvu kadhirike mahali hapa. Kila roho chafu katika jina la Yesu tunaziangusha kwa upanga moto, tunazisambaratisha kwa jina la Yesu. Tunaalika moto wa Roho Mtakatifu, tunaalika mamlaka yako jemedari katika jina la Yesu aliye hai. Asante Mwokozi, asante Mfalme, asante Mungu usiyeshindwa milele. Pokea sifa, heshima katika jina la Yesu maana unastahili katika jina la Yesu aliye hai. Asante kwa ajili ya Bwana, asante kwa matendo yako makuu Bwana, asante kwa neema yako Jehova. Pokea sifa Bwana, pokea sifa Jehova, pokea sifa Mfalme, maana ni zako peke yako, ni zako jemedari, ni zako Mungu wa rehema, katika jina la Yesu aliye hai. Asante Mfalme, asante Mungu mwenye nguvu. Ninakubariki mtakatifu, ninakuinua Mungu wa rehema. Tunalinua jina lako, tunakuabudu na kukutukuza kwa maana tunaomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amen. Basi ni wakati mwingine mwema ambao hakuwahi kuwako kuanzia kuumbwa kwa dunia ambao Bwana ametupa. Tuwe na wakati mzuri wa kujifunza kweli yake, tuwe na wakati mzuri wa kujua neno lake ili tupate kutembea katika kusudi lake. Amina. Ni muda mzuri sasa, ninatamani tuanze kujifunza na kwa muda huu tutajifunza somo zuri kuhusiana na ubatizo. Amina. Maana ndio ambao tumekusudiwa kubatizwa kwa siku njema leo. Kabla ya ubatizo ni vizuri tukawa na muda tukajua ubatizo maana yake nini, ubatizo una faida gani na mambo mengine yanayohusiana na ubatizo. Amina. Basi nimkaribishe mtumishi wa Mungu. Mshukuru Mungu kwa ajili ya somo letu zuri ambalo Bwana ametupa neema kwenda kujifunza muda huu. Karibu mtumishi.
Baba yetu na Mungu wetu, Mungu uliye hai mbinguni, umeketi duniani nikakuweka miguu. Tukujengea nyumba gani Mungu aliye hai kama si kuabudu na kukutukuza? Tazama ni muda huu tena kwa ajili ya kipindi hiki cha somo la maandalizi ya ubatizo, na kikabidhi mikononi mwako Mungu unayechunguza sirrini. Naomba baraka zako zionekane, tufunike kwa damu yako thamani. Roho Mtakatifu aliye mwalimu na kiongozi, tangulia na kutufundisha yote sawa sawa na kupendavyo Bwana. Yashike na kujifunza mahusia yako, yapate kuwa kibali na kifuniko cha utukufu wa jina lako. Mungu mwenye uweza na nguvu, naalika nguvu yako tuanze nayo mwanzo hata mwisho. Tupungukie Bwana, pia vipindi vyote endelea kujifunua, ujidhihirishe sawa na mapenzi yako. Zaidi ya yote naenda kinyume na mipango za shetani katika jina la Yesu Kristo. Kila roho nyakuzi, mipango za kuzimu na bomoa na kusambaratisha, roho za udhaifu, roho za upofu ninang'oa na kuangusha katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na alika mkono wako wenye nguvu uendelee kuwa nasi. Liinuliwe jina lako Mungu. Tunakuabudu na kukutukuza kupitia jina lako Kristo Yesu uliye Bwana na mkombozi wetu. Naomba na kuamini. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ashukuriwe Bwana Yesu ambaye ametupa tena neema kukusanyika sasa kwa ajili ya somo zuri, kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya ubatizo. Amina. Amen. Mtumishi amekwisha kukabidhi mikononi mwa Bwana. Tunaweza sasa tukaanza somo letu zuri. Kama unaandika unaweza kuandika kwa spidi ya mwalimu. Amina. Watumishi, tunapozungumza kwa habari ya ubatizo, tunaweza tukauelezea kwa maana mbili au tatu, lakini zote zina kusudi moja. Amina. Kwa lugha rahisi kabisa, tunaposema kubatiza ni kuweka alama. Amina. Kubatiza ni kukipa kitu chako alama. Kwa mfano, mtu mwenye gari yake utakuta ubavuni mwa gari ameandika jina lake. Amina. Mtu mwenye anayefuga mbwa ana tabia kuwapa mbwa nini? Majina. Hata wafugaji wa ng'ombe vile. Tulipita Mpanda wiki iliyopita, tukakutana na mfugaji mmoja amechora tattoo kwenye mwili wake MK. Nilipomuuliza kwa nini amefanya vile, akasema hili ni jina langu, kifupi cha jina langu. Kwa hiyo hii alama niliyowekewa mimi ndio alama ambazo tumewekea ng'ombe wangu. Amina. Kwa hiyo tumefanya hivyo ili hao ng'ombe wakipotea, wakichanganyika na wengine, basi iwe rahisi mimi na nikitumia hili jina langu MK, na ng'ombe wote wenye alama ya MK maana watajulikana ni mali yake. Amina. Japo kuchora tattoo ni dhambi mbele za nani? Mbele za Mungu. Natakiwa atumie njia nyingine. Sasa hivi kuna njia hata zile za kisasa. Watu wanaweka ng'ombe, wanatumia rangi au waweka alama kwenye masikio yake, lakini sio kuweka nini? Tattoo. Amina. Kwa hiyo kubatiza kwa lugha rahisi ni kukipa kitu jina au alama, kuonesha utambulisho wake pamoja na umiliki. Amina. Kwa hiyo hata gari ikikwama mahali inajulikana hii ni ya, ukiona haya magari yameanza na herufi T, maana hii ni gari la Tanzania. Amina. Imeanza na herufi U, utajua ni gari ya Uganda. Amina. Bahati nzuri mko karibu na Rwanda. Ukiona gari imeanza na zile herufi kabla ya namba kuna herufi R, ujue hiyo ni gari ya wapi? Ya hapo juu, Rwanda. Amina. Kwa kubatiza kifupi ni kukipa kitu nini? Jina au alama, kuonesha utambulisho wake na kuonesha nini? Umiliki wa hicho kitu. Amina watumishi. Kwa hiyo hata sisi hivyo hivyo tunapobatizwa maana yake tunawekwa alama. Amina. Tunawekwa alama ya utambulisho kwamba sisi au huyo mtu aliyebatizwa ubatizo huu ni mali ya ufalme gani. Amina watumishi. Amina watumishi. Kwa hiyo kubatiza ni kuweka nini watumishi? Alama, kuonesha umiliki. Kwa mfano, Mkristo yoyote aliyebatizwa ubatizo wa kweli, tutaangalia mbele kidogo, kuna aina mbili za ubatizo kulingana na vyanzo vyake. Amina. Kuna ubatizo wa ukweli na kuna ubatizo wa uongo. Amina. Ubatizo wa kweli ni ule uliotoka wapi? Mbinguni. Kwa hiyo mtu aliyebatiza ubatizo wa kweli maana yake anawekwa alama, ana alama ya agano na nani? Na Mungu wa kweli ambaye ni Yesu Kristo. Lakini kama mtu alibatizwa ubatizo wa kuzimu au ubatizo wa uongo, basi huyo ana alama ya nini? Ya mfalme wa uongo ambaye ni nani? Ni Ibilisi. Amina. Kwa kubatiza kwa lugha rahisi ni kuweka nini? Alama. Amina watumishi. Tuomba mtumishi
au mimi nitasoma Waefeso sura ya 4 ule mstari wa 23. Kama mtumishi umepata, atakaye kwa kwanza kupata basi atusomee kwa neema ya Bwana. Waefeso 4 mstari wake wa 23. Nitasoma. Amen mtumishi. 23. Amen. 23 unasema. Ila sauti kidogo mtumishi. Ongeza sauti kidogo. Na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu. Amen. Mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu. Mstari wa 30 mtumishi. Wa kweli. Mstari wa 30. Tupunguze maandiko. Ndio. Waefeso 4:30. Wala msimuhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu. Amen. Pamoja na kila namna ya ubaya. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi. Waefeso sura ya 4 mstari wa 30. Nitasoma. Wala msimuhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu. Amen. Inatosha mtumishi. Anasema wala msimuhuzunishe nani? Roho Mtakatifu ambaye mligongwa muhuri. Amina watumishi. Iko hivi, naomba mnisikilize nyie mabinti za Sayuni. Unapomwamini Yesu Kristo na kumkiri kwa kinywa chako ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amina. Hiyo ni hatua ya kwanza, na unapochukua hatua ya pili ya kwenda kubatizwa. Amina. Basi katika ulimwengu wa roho wewe unawekwa alama kwamba huyu ni mtu wa wapi? Wa mbinguni. Ni mali ya nani? Ya Yesu Kristo. Hata mchawi akipita anaona huyu ni Mwebrania. Huyu sio wa kumgusa. Labda kama uwe umefanya nini? Umefanya dhambi. Amina. Kwa tunapobatizwa tunafanyaje? Tunawekwa nini? Alama kwamba hawa ni watu wa ufalme gani. Ukiona gari imeanza na T, ujue hii ni gari ya mali ya taifa la Tanzania. Ya mtu fulani lakini anaishi wapi? Tanzania. Ndivyo na sisi ilivyo katika ulimwengu wa nini watumishi? Ulimwengu wa roho. Amina. Lakini pia tuangalie hata kitabu cha Ufunuo ile sura ya 7, mwishoni mwa nyakati watu watawekwa tena alama ya utambulisho kwamba hawa ni watu wa ufalme huu na hawa ni watu wa ufalme fulani. Ufunuo sura ile ya 7 kuanzia ule mstari wa kwanza. Lakini naomba nisome ule mstari wa 2. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua mwenye muhuri wa Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika 4 waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msiidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Kwa hapa tunapo pia watu wanawekwa nini? Alama. Lakini pia hata ukisoma Ufunuo sura ya 13, mpinga Kristo naye atawajua watu wake kwa nini? Kwa kuwaweka alama. Amina. Kwa tafsiri ya kawaida kabisa katika maisha ya kawaida, kubatiza manake ni kukipa kitu jina au alama ya utambulisho, lakini pia hiyo alama inaweza ikaonesha nini tena? Umiliki, kwamba hiki kitu ni mali ya nani. Amina. Lakini sasa tukaangalia maana nyingine ya ubatizo kiBiblia. Tunasema neno ubatizo linatokana na neno la Kiyunani baptize. Hilo la Kiingereza kidogo. Tukiweka nani nyie wasomi naelewa vizuri zaidi. Amina. Hilo likimaanisha kuzamisha. Likimaanisha nini? Kuzamisha kitu. Aidha kwenye maji au kama tunafukia basi tunakizamisha chote kisionekane kabisa machoni pa nini? Hanji. Amina. Kwa kama ni kwenye maji basi kama ni mtu wakati wa ubatizo tunamzamisha mzima, sio sehemu ya mwili wake. Amina. Ndio maana ya kubatiza. Amina. Ni kuzamisha. Kwa hiyo kama ni mtu anabatizwa anatakiwa azamishwe kabisa tusimuone. Amina watumishi. Kwa nini? Kwa sababu ina maana tafsiri nyingine pia ya kuzikwa. Sasa kuzika, ukiona watu wameenda mahali wamezika alafu yule marehemu kamkono kanaonekana nje. Kila mmoja atawashangaa. Amina. Ndio maana ukisikia kule mtano sasa wewe labda bodaboda anafanya fujo na nini kwenye
barabarani, wenzake anamwambia wewe, futi 6 zinakuita, si ndio Sababu kaburi lina kina cha futi zilizopungua ngapi? 6, si ndio Ndio maana yake. Kwa hiyo tafsiri ya kwanza ni kuzamisha. Kwa hiyo ni tendo la mtu sasa aliyeamini na kutubu dhambi zake, aliyemwamini Yesu Kristo, anapokubali kuzamishwa kwenye kilindi cha nini? Cha maji, kwa ishara ya kufanyaje? Ya kuzikwa. Amina Amina watumishi. Ndio maana nini ya ubatizo. Sio kubatiza sehemu. Ule ubatizo wa mwingine anasema anagusisha tu maji hapa, ni ubatizo tutaona mbele, tutaona kwenye somo hili, kwenye maandiko yanayofuata, ni ubatizo wa aina gani na ulitoka wapi na uliletwa duniani kwa kusudi gani. Amina. Lakini kubatizwa tafsiri yake ni kuzamisha. Kwa hiyo ni mtu aliyemwamini Yesu Kristo, ametubu dhambi, yule ambaye amemkubali Yesu Kristo na yuko tayari kutembea katika njia za Yesu, kukubali kuzamishwa kwenye kilindi cha nini? Cha maji, kwa kusudi la kufunga agano na nani? Na Mungu wake. Amina watumishi. Lakini tafsiri ya tatu rahisi ya ubatizo tunasema ni kuzika. Ni kufanyaje wapendwa? Ni kuzika. Sasa kwenye ubatizo tunazika utu wa kale. Tunafanyaje wapendwa? Tunazika utu wa kale. Tunaposema utu wa kale, tunamaanisha maisha yetu yote. Sasa nyewe bahati nzuri ni vijana, pengine hamjapita sana kwenye machafuko ya dunia. Amina. Lakini kwa ni watu wazima wazee, mwingine utakuta ameshaenda kwa waganga wa kienyeji, mwingine alishakuwa mchawi, mwingine alishakuwa mlevi. Kwa hayo yote sasa, maisha ya mtu kabla ya kumjua Yesu, kibiblia tunaita utu wa nini? Wa kale. Matendo mafu, matendo maovu, matendo ya dhambi. Amina. Tabia zile za dhambi, tabia za maagano ya vizazi. Unajua kabla ya kumpokea Yesu, kila mmoja anakuwa chini ya ufalme wa giza. Amina. Chini ya ufalme wa giza unamshikilia mtu kupitia eza mila au dini yake. Amina. Tunasema mimi niko kwenye dini yangu. Dini yangu, hata kama wamesikia wamehalalisha dhambi, lakini bado yeye anakamatwa pale kwa sababu yuko gizani na giza linamzingira kwa kutumia mila zake au dini yake. Amina. Mila zozote ni ibada kwa shetani. Amina. Unaona ndugu zetu sio kabila fulani wanavaa mahereni na nini mwili mzima, wale ni wafungwa. Wengine siku hizo wanajifanya wasanii, wanavaa macheni shingoni. Watu hawajui, wanafikiri ni fashion. Ule ni ufungwa shetani. Wale watu wamefunga nao agano, kwa kuwa wamesaini kama alivyomjaribu Yesu kwamba unaona fahari yote itakuwa ya kwako ukifanyaje? Ukikubali kunisujudu. Sasa hao wasanii, wachezaji wengi wameshindwa hilo jaribu, kwa hiyo wamekubali kumwabudu shetani. Kwa hiyo shetani ni bosi wao, shetani ni bwana wao. Kwa hiyo yeye sasa anaweka alama kwa kuwapa minyororo watumwa. Nyie mtakuwa mnasoma historia ya utumwa, sio? Watumwa walisafirishwa kwa kufungwa nini? Minyororo. Ndio kama mnavyoona leo wasanii ambao watu wanawasifia, kumbe wao wanalia ndani. Amina. Wakijua mateso, ila watu wanaiga kuvale macheni wakifikiri ni fashion, kumbe ni utumwa ambao shetani amewatwisha wale waliokubali kupata utajiri na umaarufu kwa njia za giza. Amina watumishi. Kwa hiyo matendo hayo yote mtu anapomwamini Yesu Kristo anatakiwa kuyaacha, yanatakiwa yafe ndani yake. Ndio maana Biblia inasema iweni wafu kwa habari ya dhambi, lakini iweni hai kwa habari ya nini? Ya haki. Amina. Kwa hiyo tunafanyika wafu, tunazika utu wa kale kwa njia ya nini? Ya kubatizwa. Amina watumishi. Lakini ubatizo huo umeambatana na imani. Amina. Tendo lolote la imani likifanywa bila imani, bila kuamini, ni upuuzi mbele za nani? Mbele za Mungu, tena ni dhambi. Amen. Kwa maana watoto wadogo hawapaswi kubatiza. Nyie hatukubatiza, amkubatizwa mkiwa watoto wadogo kama wadogo zenu, kwa sababu wale wadogo zenu kuna vigezo vya ubatizo hawawezi kufanyaje? Kuvitimiza. Watoto hawapaswi kubatizwa. Amina. Mpaka wanapofika umri wa kuweza kuwajibika ndio wanapaswa kufanyaje? Kufundishwa imani na kubatizwa. Amina. Watoto wanatakiwa wawekewe mikono, waombewe na wazazi wao, waombewe na watumishi wa Mungu, wakue katika njia za Bwana. Wanapofika umri wa kuwajibika ndipo nao wafundishwe ili wakafunge agano na nani? Na Yesu Kristo. Amina. Amina watumishi. Kwa hiyo kuokoka maana tafsiri nyingine tumesema ni kuzika utu wa kale. Mambo yote tuliyoyafanya kabla ya nani? Kabla ya kumjua nani? Kabla ya kumjua Yesu Kristo. Amina. Tukasoma pia mtumishi samtenge kitabu cha Kolosai pia.
Bwana apewe sifa. Ukisoma Wakolosai sura ya 3 ameeleza vizuri sana pale. Anasema basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, kwa Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo. Sasa na mstari wa 5, basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu. Kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu. Katika hayo ninyi nanyi mlitembea zamani mlipoishi katika hayo. Lakini sasa yawekeni mbali haya yote, hasira na ghadhabu na uovu na matukano na matusi vinywani mwenu. Msiambiane uongo, kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake, mkivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawa sawa na mfano wake yeye aliye kuumba. Amen. Amen. Kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusamehana. Mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo hivyo nanyi. Kwa unaweza ukaendelea pale. Kwa jambo la msingi anazungumza haya matendo ya dhambi. Sio hasira. Kuna wengine anasema mimi nina hasira na hadi anabadilika sura. Biblia inasema hasira ukaa kwenye kifua cha nani? Cha mpumbavu. Amina. Biblia inasema uwe na hasira, ila hasira yako isikupelekee kutenda nini? Dhambi. Unaposema umekasirika ukianza kutukana, si unaanza kupiga wengine wanavunja TV, ni mapepo tu. Amina. Basi ujue utaenda jehanamu ya nini? Ya moto. Kwa hiyo mambo haya yote Biblia inasema tufanyeje? Tuachane nayo. Tuvue huu mwenendo wa kale. Sasa tunavua kwa kupitia hatua gani? Ndio tunavua kwa kutumia hatua ya nini? Ya kubatizwa. Amina. Kule ile toba unayoifanya kwa imani, lakini pia unapobatizwa unapokea nguvu nyingine, unapokea kibali zaidi mbele za nani? Mbele za Mungu. Amina. Yaani kumkiri Yesu kwa kinywa chako kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako ni hatua moja. Amina. Ni kama vile sasa vijana wawili kanisani wamefika umri wa kuoa na kuolewa, basi mmoja anaanza kuongea na mwenzake kupitia mchungaji. Amina. Mchungaji, nimefika umri wa kuoa, naomba au anaomba maombi Mungu aweze kumuongoza. Amina. Baadaye atakutana na mwenzake ambaye Mungu amemkusudia, alafu atakaa na mchungaji wao watazungumza. Amina. Sasa kule kuzungumza na makubaliano watakayoyafanya ni hatua ya kwanza ya agano. Amina. Hatua ya kwanza nini? Ya agano, lakini hawajakamilisha agano. Kukamilisha agano mpaka huyu kijana wa kiume akaitaarifu familia yake. Amina. Aitaarifu familia ya binti. Amina. Awataarifu watumishi wa Mungu, alafu wanakaa pamoja, kila mmoja anamkiri mwenzake mbele za watu. Amina watumishi. Baada ya ukiri ule utakuta sasa hata binti anaanza kuitwa kwa jina la nani? La mume wake. Amina. Utaona sasa hata majina yamebadilika. Kwa mfano tukichukua mifano ya majina ya viongozi wetu wa Tanzania, labda alikuwa mama anaitwa alikuwa rais anaitwa Mkapa. Mke wake alikuwa anaitwa Mama Ana Mkapa. Amina. Sio kwamba yule Mama Ana ubini wake ni Mkapa. Ila baada ya kufunga ndoa na Mkapa, sasa anaitwa kwa jina la nani? La mume wake. Ndivyo ilivyo na sisi hivyo hivyo. Baada ya kumpokea Kristo na kubatizwa, basi tunaitwa wa Kristo. Amina. Kwa kuwa tumepokea ubatizo wa nani? Wa Yesu Kristo. Waliopokea ubatizo wa Musa waliitwa watu wa Musa. Amina. Amina watumishi. Kwa ndivyo tunavyojifunza na ndivyo Biblia inavyotuelekeza. Amina. Kwa tafsiri ya pili ya kubatizwa ni kuzikwa. Amen. Ni kuzamisha mwili wote kwenye kilindi cha nini? Cha maji. Amen. Ni tendo la imani. Sio tu unapoenda kuoga vile vile. Bahati nzuri nyinyi mko karibu na ziwa hapa. Ukienda kuogelea ukitumbukia kabisa huonekani, huwezi ukatoka ukasema nimefanyaje? Nimebatizwa. Kwa nini? Kwa sababu hilo tendo halijatokana na imani. Amina. Umeenda tu kuoga. Hata sasa ikiwa hamjamwamini Yesu kweli na hamko tayari kuishi maisha matakatifu, tukienda kuwabatiza tutakuwa sawa tu tumeenda kuwaogesha. Tena mzai kuoga unatumia na sabuni, sio? Amen. Tunakuwa tumeenda tu kukuchafua kwa sababu hatutumii sabuni.
kwa sababu lengo la ubatizo sio kuondoa uchafu wa nini, wa mwilini. Amen, amina. Tafsiri ya 4 ndogo tunasema kubatizwa ni kutimiza haki yote. Tumishi tusomee Mathayo sura ya 3 ule mstari wa 16. Bwana Yesu anaenda anamkuta Yohana, alafu Yohana anataka kumzuia asibatizwe. Tuone alivyomwambia. Mathayo 3 mstari wa 16. Amen. Soma. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mstari wa 14. mstari wa 14. Naam. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa, na wewe nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Amen, inatosha. Anasema hivi, kubali hivi sasa, maana ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote. Amen. Amen. Anaposema imetupasa kutimiza haki ni nini? Ni kama nilivyotoa mfano mwanzoni kwamba kijana wa kiume anapofika mbele ya mtumishi wa Mungu na akatengeneza mazingira ya kuanza kumpata mwenza kanisani, wale hawaruhusi kuishi pamoja kwa sababu bado hawana nini? Agano. Amina. Amina. Ila mpaka siku atakapokamilisha taratibu zilizokubaliwa na kanisa na wazazi, alafu mmoja anaposimama mbele ya mwenzake na kumkiri hadharani mbele za watu, pale anapokea vitu vingapi? Viwili. Anapokea kitu naita haki, anapokea kitu naitwa wajibu. Amina. Kabla ya hapo, hata kama bibi harusi anaitwa Ana, akiwa siku moja anatembelea nyumbani kwa na haturuhusu. Amen. Ikitokea amepita katika mazingira anakuta shemeji zake vitoto labda vidogo vinatukana matusi, anakuwa hata mamlaka ya kuwachapa bado hana. Amina. Anaweza akafika nyumbani kwake hata visimpishe kitu, sababu bado havimjui, hana mamlaka juu yao. Lakini baada ya ule ukiri wakishuhudia hivi, hawatatakiwa tena kutangaziwa, bwana huyu ni mama yenu mdogo. Amen. Watakapomwona tu anatokea nyumbani, tayari anakuwa amevaa nini? Mamlaka. Kama vilikuwa vinacheza michezo ovyo, unaona vinashtua, wewe mama mdogo atakuchapa. Amina. Ametoka amekaa kwenye kiti kanapisha. Amen. Ndio kuanzia hapo anaitwa sasa kwa jina la nani? La mumewe. Ndio hapo na sisi tunaitwa Wakristo pia, kwa kuwa tumeshabatizwa, tumekuwa mali ya nani? Ya Kristo. Kama ni mwanamke, basi ameshaposwa na nani? Na Yesu. Kwa huyu tunasema ni mke wa nani? Wa Yesu. Amina watumishi. Kwa hiyo kubatizwa unapokea haki pia kupitia nini? Kubatizwa. Ndio maana wale waliobatizwa ubatizo wa kuzimu, kwa mfano ubatizo wa kikombe, na wenyewe wamepokea haki za ibilisi. Ndio maana haki ya shetani ni mateso. Amen. Shetani hata umtumikie kiasi gani, mshahara wake ni nini? Ni mateso. Kama nasema shukrani ya punda. Amina. Lakini yule aliyemtumikia Yesu Kristo, Paulo anatufundisha kwenye Warumi sura ya 6. Anasema lakini kumtumikia utumwa wa Mungu, utumwa kwa Yesu Kristo una nini? Una faida. Amina watumishi. Kwa heri mtu yule ambaye leo hii anakuwa mtumwa wa Yesu Kristo, kwa sababu baada ya utumwa huu ataenda kupumzika. Amina. Kwa hiyo heri aliyebatizwa ubatizo wa Yesu Kristo, kwa kuwa amefanyika kuwa mtumwa au mali ya nani? Ya Yesu Kristo. Amen. Atakapokufa alipo bosi wake, ndipo na yeye atafanyaje? Atakuwa huko. Amen. Kwa hiyo kubatizwa pia ni kutimiza haki yote. Wengine wanasema mimi bwana nishabatizwa kwenye dini yangu, kuna sababu gani ya kubatizwa? Ubatizo ni muhimu sana. Shetani angeona ubatizo hauna mchango wowote, asingeharibu ubatizo duniani. Amina. Ila shetani hivyo angalia, kwa sababu shetani ukisema hata Ayubu anasema au kitabu nyaraka anasema alichungulia mbinguni, sio? Amen. Wanaenda kutushitaki mbele za Mungu siku na nini? Na mchana. Kwa anaujua uzuri wa mbinguni, anajua kanuni za kuingia wapi? Mbinguni. Ndio maana anachofanya duniani shetani ni kuwakosesha watu waende kinyume na zile kanuni za kuingia wapi? Mbinguni. Kwa alipogundua ubatizo ni moja kati ya mambo ya msingi, ndio maana akaja akaleta vita, na yeye akaamua kuanzisha nini? Ubatizo wake wa bandia, kugawana watu. Kama Yesu atabatiza 10 na mimi nikipata 2 au
Yesu akipata 20 mimi wenyewe wanasema nyewe wasomi wanasema heri nusu shari, sio? Kwa hiyo shetani naye ameleta batizo zake, na yeye wajinga wanabatizwa kwa ubatizo wa ibilisi. Kwa hiyo wanafanyika kuwa mateka wa nani? Wa ibilisi. Wanafanyika kuwa mali ya nani? Ya ibilisi. Kwa hiyo ubatizo una umuhimu mkubwa. Amen. Mwingine sasa mfano anauliza, mbona yule mwizi aliingia hata hospitalini? Iko hivi, ukiwa unaenda hospitali uko kawaida hivi, si unasumbuliwa tu na tumbo, unatembea mwenyewe unaenda. Itokea hata kama ni hospitali kubwa kiasi gani, umejimu saa 11, umekuwa mtu wa kwanza, umeenda zile hatua mpaka kwa daktari, alafu kumbe haukupitia mapokezi, hauna kadi. Daktari akikuangalia hivi, kadi yako wapi? Sijakata kadi. Atakwambia rudi wapi? Mapokezi, kakata nini? Kadi. Ila mwingine ambaye anaumwa, haiwezekani, mpaka inabidi wanaomuguza waitishe gari ya dharura, sio? Huyu anasafirishwa njiani kwa king'ora, magari yote yanafanyaje? Yanamtisha. Ndivyo hivyo atakapofika hospitali. Siku hizo hospitali za sasa hivi za mijini wameweka vifaa vya kisasa. Gari inapotoka tu umbali wa kilomita 1, kengele inaanza kufanyaje? Kupiga kelele. Kwa hiyo madaktari kule ndani wanaanza kujipanga. Mtu wa maabara anajipanga, muuguzi anajipanga, daktari anajipanga. Kila mmoja kwenye nini? Kwenye nafasi yake. Wanajua mtu anafanyaje? Anakuja. Kwa akifika tu mlangoni, wao ndio wanakuwa pale na vile vitanda na vifaa ambao wanafikiri vitakidhi kwa ajili ya kumpokea mgonjwa. Wanaanza kufanyaje? Kumshughulikia. Hawaulizi nini tena, wakati wanaanza hata wasiulize jina lake. Amina. Kwa wataanza kumshughulikia, wakiona vile vitu ambavyo vinapelekea kifo haraka wameshaviweka sawa, ndio wanamuuliza huyu mgonjwa muuguzi wake yuko wapi. Haya, nenda mapokezi kamkatie nini? Faili. Amina. Na mbinguni ni hivyo. Kwa hiyo tukiwa na muda, mtu umemwamini Yesu Kristo, alafu Yesu amekupa neema ya kuishi hivi, basi unakupasa kufanyaje? Kubatizwa. Amina. Lakini yule mwingine tumeenda kufanya ushuhudiaji kule mtaani, amemwamini Yesu Kristo, amempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, alafu kwa bahati mbaya ghafla imemtokea ajali, kafariki. Huyo mbingu zinafanyaje? Zinampokea. Amen. Amina tumishi. Lakini yule atakaye kataa kubatizwa, mimi sibatizwi, kwa kweli mbingu zitafanyaje? Zitamkataa. Amen. Amen. Amina tumishi. Sasa tuangalie maana ya mwisho, tafsiri nyingine ya ubatizo. Amen. Tafsiri ya 5 ya ubatizo, Biblia inasema ni jibu la dhamiri safi mbele za nani? Mbele za Bwana. Amen. Ni jibu la dhamiri safi mbele za nani? Mbele za Bwana. Mfano wangu ni ule ule, mfano wa bibi na bwana harusi. Hawa wamekutana na mchungaji wao, wameongea, si ndio? Bwana, sisi kwetu huko Kagera, sasa wewe kwenu Songea, tutaishi wapi? Bwana, mimi kwenda Songea sitaki, nasikia huko si watu wanakula watu, sio? Basi mnaongea mpaka mnafika mahali mnafanyaje? Mnakubaliana. Mnafanyaje? Mnakubaliana kabla ya kwenda wapi? Madhabahuni kufundishwa ndoa. Amin. Basi zile nyewe mnaokoka, kuna makabila mengine unaamrishwa tu wewe kwenda kuolewa. Baba ameshachukua ng'ombe. Amen. Yaani binti kama unaolewa na mzee kabisa nywele nyeupe. Yeye kwa neema ya Bwana hayatatokea hayo. Amina. Amen. Amina tumishi. Kwa sababu tuna ile hekima ya mbinguni, hata kama mtu hajasoma, Roho Mtakatifu ni zaidi ya walimu wote. Amen. Amina tumishi. Kwa hiyo ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo hata sisi wa Kristo, kwa nini nasema ni jibu la dhamiri safi? Ni hivi, kabla mimi sijakubali kubatizwa, ndio maana hata nyie tukwambia jamani, muwahi tujifunze. Mkishaelewa, pengine kuna mmoja wenu atasema mimi kama ndio hivyo mimi siendi kubatizwa. Amina. Kwa sababu hapa tunatakiwa tukubaliane. Bwana, unakubaliana uwe mali ya Yesu. Yesu hataki starehe. Chochote tunachosikia starehe hapa duniani. Sio mtasikia huko muziki na dunda, wenzenu wanavaa visuruali, vichupi wanaenda, wewe hayakuhusu. Amen. Sio huko shuleni wenzako wanatuvulana, tunawanunulia zawadi na nini, sio na nini, wewe hayavikuhusu. Amen. Wenzenu mmeenda shuleni mmechelewa, wenzako kudanganya ni jambo la kawaida, wewe inabidi ueleze ukweli, utandikwe vibo, uko tayari. Amen. Kwa hiyo tunajifunza zile kanuni za Yesu zote, alafu yule muhusika anapima.
Yesu alisema hakuna mtu anayeanza kujenga nyumba bila kujua kama ana malighafi za kutosha na mtaji, asije akaishia njiani watu wakamcheka. Amina. Kwa hata na nyie hivyo hivyo lazima tuwafundishe, mjue Yesu hataki vitu gani, Yesu anapendezwa na vitu gani, ili muone je, anavyovipenda Yesu na vile alivyovizuia mko radhi kuviacha? Kama hamko radhi, hata sisi hatutawalazimisha kubatizwa. Amina. Hata bibi harusi kanisani wakimwambia wewe nani ana Joseph, ataitika. Uko tayari kuolewa na Jodi fulani? Akikataa, unafikiri wanalazimisha? Hawalazimishi. Au hata kinyamaza kimya, wanalazimisha? Hawamlazimishi. Vile ni agano, lazima afunge kwa hiari yake. Kwa hiyo na nyie ni hivi. Inaposema ni jibu la dhamiri safi, maana yake ni kwamba nyie tumewaita vitu, tumejifunza siku zote. Hata leo tunajifunza rasmi kuhusiana na ubatizo. Amina. Kwa mtasikia mafundisho ya kweli yote mtayapima. Atakayekubaliana naye kuonesha kwamba yuko tayari, ndio yule atakayechukua hatua. Tuende wapi? Kwenye ubatizo mtoni. Ndio anasema ndio jibu, ndio mrejesho wako. Amina. Ndio ishara yako kwamba umekubali kweli kweli kumfuata nani? Yesu. Umekubali kweli kweli kutembea katika njia nyembamba. Amina. Njia nyembamba tafsiri yake ni ile njia ambayo yani maisha yako hapa duniani hautafanya chochote tu unachoona dunia wanafanya, ila maisha yako yataongozwa na neno. Ndio maana vitu vingi utakuta unazuiwa. Amina. Mwenzako anaenda kwenye madisco, wewe neno lina ukatazi. Mwenzako akiumwa kidogo anaenda kwa waganga wa kienyeji, wewe Biblia inasema usiende. Isaya 8:19 na 20 anasema usiende kwa watu wanaolia kama ndege. Amina. Watu wanaopiga ramli usiende. Haya, watu wa mataifa wenzenu vijana siku hizi wana visimu vidogo vidogo, wana beti, sio wanaambia beti kwa 1000 upate milioni. Sasa kubeti kwa kuwa ni dhambi, wewe inakulazimu unataka pesa kalimi, hata ekali nzima upate 50,000 ununue simu, lakini sio kubeti. Japo kubeti ni rahisi, ni dhambi. Amina watumishi. Wenzenu wanavaa nguo fulani wapigiwe miruzi, wewe inabidi uvae nguo ya sitara ambayo wavulana wa Kikoyo wanakuona mshamba. Je, uko tayari? Huo ndio msalaba ambao Yesu alisema. Sasa kwa mtu aliye tayari, baada ya kuelewa, kuonesha yuko tayari, ndio yule anayekubali twende tukafanyaje? Tukambatize. Amina wapendwa. Kwa hiyo tafsiri hizo zote zinakamilisha dhana ya ubatizo. Amina. Ni kufanywa kuwa mali ya nani? Ya Yesu Kristo. Amina. Kwa kuanzia kuamini na hivyo vigezo vingine ambavyo tumejifunza. Amina watumishi. Lakini pia tunasema ubatizo ni agano kati ya Mkristo na nani? Na Mungu wake. Amina. Ni agano, ni makubaliano. Mungu anafanya kazi na wanadamu kwa maelekezo. Anambia fanyeni hivi na mimi nitafanyia hivi. Fanyeni hivi na mimi nitafanyia hivi. Kwa mfano wakati wa Ibrahimu aliwaambia Ibrahimu na kizazi chake kwamba nyie ili ni watofautisha na watu wengine muwe mnatailiwa. Ila ni kwa wanaume. Ndio hivi kabila lako wanaketa wanawake wakulia lakini sio huku. Amen. Mungu ashukuriwe. Amina. Ni wanaume, kwa kuwa wanawake walikuwa wanafichwa ndani ya wanaume. Amina. Kwa Mungu ukisoma Mwanzo sura ile ya 17 yote Mungu anamwambia Ibrahimu, hili ndio agano mtakalofanyaje? Mtakalolishika. Mtatailiwa wanaume wote wa kwenu. Asiyetailiwa hana ushirika na Mungu. Amen. Ilipofika kipindi cha Musa, uongozi wa Musa ambao ulijikita kwenye misingi ya sheria au Torati, Mungu tena aliweka nini? Maelekezo yake ya msingi. Aliweka kanuni nyingi, lakini kanuni ya msingi iliyomuunganisha mwanadamu na yeye, alisema na kuishika nini? Sabato. Kuishika nini? Sabato. Mtumishi mtu tusomee kitabu cha Kutoka 31 mstari wa 15 na 16. 15 na 16. Amen. Mtasoma. Kazi itafanyika siku 6. Ndiyo. Lakini siku ya 7 ni sabato ya starehe kabisa, takatifu kwa Bwana. Ndiyo. Kila mtu atakayefanya kazi yoyote katika siku ya sabato hakika yake atauawa. Naam. Kwa ajili ya hayo wana wa Israeli wataishika sabato kuiangalia
sana hiyo sabato katika vizazi vyao vyote. Ni agano la milele. Ni ishara kati ya mimi na wana wa Israeli milele. Amina. Kwa hiyo unaona hapa Yesu Kristo anawaambia wana wa Israeli kwa ujumbe wa Musa. Amina. Kwamba waishike nini? Sabato. Ni ishara kati yao na nani? Na Mungu. Hiyo ndio alama iliyowatofautisha Waisraeli na watu wa mataifa. Sisi watu wa mataifa tulikuwa hatuna nini? Hatuna ibada za kweli. Amina. Tushiki sabato, watu wa ovyo ovyo tu. Lakini wenzetu walikuwa wanaishika sabato, wanampendeza nani? Wanampendeza Mungu. Amina. Mungu aliwapa huo msingi ili kuwatofautisha wao na sisi watu wa nini? Wa mataifa mengine. Amina, watumishi wazuri. Kwa hiyo leo hii sasa ukisoma Agano Jipya utakuta mahali fulani katika kitabu cha Yohana, tafuta Yohana sura ya 13 mstari 14 na 15, Yesu anachukua kitambaa anawafuta wanafunzi wake nini? Miguu. Anawaosha, au lugha nyingine wanasema anawatawaza nini? Miguu. Ile ilikuwa ni kazi anafanya kwenye taifa la Wayahudi. Ulikuwa na vumbi kama huku na watu walikuwa wanavaa viatu vya wazi kama hivi. Amina. Kwa ile vumbi basi mtu kabla hajafika ndani, basi dada wa kazi au kijana wa kazi wa kiume anaweka pale. Sasa hivi tunaweka haya makapeti, sio? Yaani zamani ilikuwa ni mtumwa anaweka pale chombo kabisa, anakufuta nini? Anakufuta, anaweza akakunawisha kabisa au akakufuta nini? Akakufuta miguu vizuri ndio uingie ndani. Kwa hiyo Yesu na yeye akajishusha akafanya ile kazi. Sasa kati ya mmoja wa wanafunzi wake alikuwa ana mwepesi wa kuongea, akamwambia, "Bwana, wewe unanifuta mimi miguu." Akaanza kufanyaje? Kukataa. Yesu akasema, "Uninachokifanya sasa wewe huelewi maana yake." Akazidi kuwa mbishi, akasema, "Sasa sikiliza. Ukikataa nisikutakasi, nisikuoshe, wewe hauna ushirika na Mungu." Amina. Amina watumishi. Ile ilikuwa ni ishara ya kututakasa. Ubatizo huu ambao tunaenda kubatiza sasa ukiambatana na imani. Nisikilizeni tena, naomba tuangaliane kabisa hivi. Ubatizo ukiambatana na imani na toba. Amen. Basi unapelekea kuondoa nini? Dhambi. Amina. Amina watumishi. Lakini ukibatizwa pasipo imani, haujatubu, hauwezi kuondoa nini? Dhambi. Kwa sababu dhambi inategemea sana imani, alafu na nini? Na toba. Toba ndio nguzo, ndio dhana, ndio msingi wa mtu kusamehewa. Amina. Kwa hiyo unatakiwa kabla ya kwenda kubatizwa utubu. Kumbuka ni wapi ulipokosea, wapi ulipotenda dhambi. Amina. Tengeneza na Mungu, mwambie Yesu, nisamehe, mimi nilikuwa muongo, kuanzia leo uongo naacha. Mimi nilikuwa nawadanganya wazazi, kuanzia leo naacha. Mimi wazazi walikuwa wakinituma na binua midomo, kuanzia leo nimegundua nikosa, naacha. Mimi nilikuwa mwizi na dokoa peni za wenzangu darasani, au wazazi wanituma dukani chenchi hairudi, leo nimegundua nikosa, naacha. Kila ambacho unakumbuka ulichokifanya na ishara kwamba ni dhambi, utakuta unapofanya jambo fulani unakuta unakosa nini? Amani ndani. Amina. Hiyo ndio ishara. Na sasa hivi ukikaa, kwa wewe ambao umefungua moyo wako wazi ili Yesu akupokee, Roho Mtakatifu ataanza kukukumbusha popote ulipo, pengine ulitukana mwenzako. Amina. Sehemu nyingine ulimnyang'anya kitu cha mtu, vyote atakukumbusha. Amina. Kwa hivyo vyote unatengeneza, vyote unavikiri mbele za nani? Mbele za Kristo, ukiwa umekusudia toka ndani ya moyo kwamba sitavirudia tena. Amina. Ndio maana ya toba. Toba tunasisitiza toba iundwe angalau na vitu vinne. Jambo la kwanza, kutambua kwamba ninachokifanya sio sawa. Ndio hatua kuelekea matengenezo. Amina. Bila kujua unachokifanya ni kosa, huwezi kutubu. Amina. Wengi wako gizani, hawajui kama kuchora matatu ni kosa. Hawajui kama kuvaa visuruali wanawake ni makosa. Kwa hiyo wanaendelea kuvaa, hawajui, wako gizani. Amina. Kwa hatua ya kwanza ni kujua, kufunuliwa, kama Yesu alivyomwambia Petro, heri yako wewe, maana mbingu zimefanyaje? Zimekufunulia. Amina. Kwa kujua hiki ninachokifanya. Vijana wote wanafanya uasherati. Sasa na wewe pengine ulikuwa kwenye huo mkondo. Sasa hivi baada ya kujifunza unagundua, kumbe hiki kitu japo watu wote wanakifanya, kumbe ni nini? Ni dhambi. Kwa hiyo ndio hatua ya ngapi?
ya kwanza. Hatua ya pili ni kukusudia toka ndani ya moyo kuacha kile kitu. Amina. Hatua ya tatu ni kukiri sasa. Kwa nini? Kwa kinywa chako. Amen. Inawezekana mbele za Mungu au mbele za mtu ambaye ulimfanyia nini hilo kosa. Kwa mfano, ni baba alikutuma ukachote maji ukabinua midomo. Amina. Au alikupa 5,000, nenda dukani ukanunua kitu cha 3,000, ukaja ukadanganya sasa hiyo nani hicho kitu kinauzwa 3,500, kumbe 500 ukaweka wapi? Mfukoni. Basi unatokea unaenda, baba nisamehe, ile 500 nilidanganya, niliiba mimi. Amina. Amina watumishi. Alafu jambo la mwisho ni kuacha. Kufanyaje? Ni kuacha kabisa hicho kitu. Lakini sio kufanya tu kama mchezo. Mimi ni wengi hata baba nafikia ametoka kwenye dini. Kwenye dini nilikuwa na kama mchezo fulani na wameandaa kadirisha mahali. Kwa hiyo kama unataka kupokea mkate, kabla ya kupokea mkate, unaenda unazungumza mawili matatu, alafu unaenda unapokea mkate. Na wiki ijayo hivyo hivyo. Lakini ushapokea, kama walevi wanarudi tena kwenye ulevi, ila wiki ijayo kabla ya kupokea mkate anaenda kwenye nini? Kwenye kadirisha. Wagalatia 6 mstari wa kwanza anasema Mungu hadhihakiwi. Amina. Kwa hiyo kutubu, unaposema na tubu, maana uwe umedhamiria kuacha. Hata ikitokea kwa bahati mbaya tena, sio kwamba ulikusudia. Labda imetokea bahati mbaya umeanguka. Amina. Lakini sio kwamba unaenda mbele za Mungu kumbe moyoni mwako haujakusudia kuacha. Wewe unafanya dhambi na hakuna nini? Hakuna msamaha. Amina. Naomba nisisitize sana, kubatizwa bila kutubu dhambi hakuna maana. Amina. Tena kwa sababu unaenda kumdhihaki Mungu, yani unafanya unafiki, watu wakuone wewe umekuwa, kumbe moyoni mwako haupatani, unaambulia laana badala ya msamaha. Amina. Ni badala ya baraka unaambulia nini? Laana. Amina. Kwa hiyo toba ni muhimu sana kuelekea nini? Ubatizo. Amina. Amina tumishi. Imani na nini? Na toba. Usipoamini haina maana. Usipotubu hakuna maana ya kubatizwa. Amina. Amina watumishi wa Mungu. Kwa hiyo tunajifunza kwa namna hii ili tuelewe, tujue maana ya nini? Ya ubatizo. Amina. Kwa hiyo ubatizo pia ni agano kati yako na nani? Na Mungu. Amina. Tunasema hebu tujifunze aina za ubatizo kifupi sana. Aina mbili tu. Mtumishi hapa nikimkaribisha anaanza kufundisha aina nyingine, lakini kwa umri wetu acha tufundishe hizi mbili. Amina. Alafu tukifika, kwa bahati nzuri mko kanisani, kwa hiyo wakati mwingine tukijifunza tena mtajifunza aina nyingine, kwa hiyo mtazidi kujengwa. Amina. Sasa hivi tujifunza aina mbili. Tusema aina ya kwanza ya ubatizo ni ubatizo wa toba. Ni ubatizo wa toba, na aina ya pili ni ubatizo wa moto au wa Roho Mtakatifu. Amina. Ubatizo wa toba ndio mara nyingi anakubatiza mtumishi wa Mungu. Amina. Mara zote Yesu habatizi ubatizo huu wa maji. Amina. Kwa nini naita ubatizo wa toba? Maana yake ni kwamba mtu anafundishwa alafu anatubu dhambi ndipo anabatizwa. Amina. Amina watumishi. Ili apokee ondoleo ni dhambi. Sasa ubatizo huu Yesu ameukasimisha kwa kanisa lake, yani kwa watumishi wake. Amina. Ila aina ya pili ya ubatizo ni ubatizo wa Roho Mtakatifu, au kwa lugha nyingine unasema ni ubatizo wa nini? Wa moto. Amina. Hapo sasa mtu au Yesu mwenyewe anambadilisha mtu kwa kumzamisha, kama leo tunavyoenda kukuzamisha kwenye maji. Amina. Katika ulimwengu wa roho, tena maisha yako yakimpendeza Bwana, Roho Mtakatifu au tukufu wa Mungu unafika, unafanyaje? Unakufunika. Kwa hiyo unafurika tena kama unavyozamishwa kwenye maji. Amina. Kwa hiyo ukizamishwa tena kwenye roho, ndani ya Roho nani? Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu anakujaa ndani yako na anaanza sasa kufungua hata karama, vipawa na vitu vingine vingi sana ndani yako. Amina. Na anakusafisha. Ndio maana unakuta mtu anaweza kupitia jaribu ambalo akisimia hapo watu wote wanabubujika machozi, lakini bado hajatoka. Kwa nini? Kwa sababu ni Mungu, ni ubatizo wake, ni aina ya ubatizo. Yesu anasema ninao ubatizo ambao inanipasa nikabatishe. Amina.
Kwa hiyo ni aina ambayo ni chuo ambacho Mungu anampitisha mwanadamu wakati fulani kuweza kuondoa majivuno. Amina. Wakati fulani kuondoa hofu. Amina. Wakati fulani yani kukufundisha kusamehe. Amen. Kwa hiyo wakati fulani Mtume Petro anasema mtu asihuzunike sana anapoanguka kwenye nini? Kwenye majaribu. Sema mengo la majaribu mengi ni kumuimarisha mtu, kumtoa katika, kama mnavyoona shuleni na mitihani. Ile mitihani ukifaulu mtihani wa darasa la pili unakuruhusu kwenda darasa la 3. Ukifaulu mtihani wa darasa la 4 unakuruhusu kwenda darasa la 5. Zamani tulikuwa na darasa 7. Ukifaulu darasa 7 unakuruhusu kwenda wapi? Form 1, si ndio? Na form 1 ni hivyo hivyo sekondari mpaka vyuo vikuu. Ili upande daraja lazima upitie nini? Mitihani. Amina, watumishi wa Mungu. Kwa hiyo tuna hizo aina mbili za ubatizo, lakini tuna aina mbili za ubatizo sasa kutokana na zilikotokea. Aina hizi mbili zote zimetoka mbinguni. Amen. Yaani sasa hizi tutasema ni aina ya ubatizo wa mbinguni, ndio kuna hizi mbili. Amina. Ila aina nyingine mbili za ubatizo kutokana na ulikotokea. Mtumishi wa Mungu, hapo tusome Mathayo 21:25. 25 ndio. Mathayo 21:25. Soma tu kwa sauti mtumishi. Ubatizo wa Yohana ulitoka wapi? Amen. Ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Naam. Wakahojiana wao kwa wao. Inatosha mtumishi. Rudia tena. Ubatizo wa Yohana ulitoka wapi? Naam. Ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Amen. Anasema inatosha mtumishi. Yesu aliwauliza. Walikuwa wanamuuliza maswali, yeye akaamua kuwauliza swali. Aliuliza swali, ubatizo wa Yohana ulitoka wapi? Sasa nyewe shuleni kuna mitihani ile mnapewa majibu ya kuchagua wanakuambia A. Sasa hapa kwenye Biblia hatuwezi tukaweka A. Lakini kwa kwenye mitihani kuna mkumbuka A ulitoka mbinguni, B ulitoka kwa wanadamu. Kwa hiyo tuna aina ngapi? Mbili za batizo kutegemeana na vyanzo vyake. Kuna batizo ambazo chanzo chake ni wapi? Ni mbinguni. Na kuna batizo ambazo chanzo chake ni kuzimu. Ila shetani wa kuzimu, mungu wa dunia hii au mfalme wa kuzimu, anawafunulia watumishi wake wapi? Hapa duniani, na wenyewe wanazianzisha hizo batizo, wanabatiza watu wajinga, wao wakijua wanawaandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, kumbe wanapiga chapa ya mpinga Kristo. Amina. Amina watumishi. Sasa ubatizo wa kweli, ubatizo wa mbinguni ndio ule ambao maelekezo yake yako kwenye neno la nani? La Mungu. Amina. Au ni ule ubatizo ambao tunakuta watumishi wa Mungu waliotangulia waliutekeleza katika nini? Katika neno la Mungu. Huo ndio ubatizo wa kweli au ubatizo wa mbinguni au ubatizo wa Yesu Kristo. Amin. Ubatizo wa kweli, ubatizo wa nini? Wa mbinguni au ubatizo wa Yesu Kristo. Amina. Ubatizo ambao una sifa zake. Amina. Una sifa zake. Amina. Halafu batizo za kuzimu ni zile ambazo zimebuniwa na shetani katika ufalme wa giza na amezileta duniani ili wanadamu yote atakayebatizwa kwa hizo batizo au amewekwa alama ya mpinga Kristo 666 ili awe mali ya nani? Ya shetani. Amina. Wenyewe hauna kanuni, unabatiza yeyote tu. Amina. Ila ubatizo wa mbinguni una sifa zake. Hebu tusiangalie hizi moja baada ya nyingine, zitatusaidia kutofautisha ubatizo wa kweli na ubatizo wa kuzimu. Amina. Sasa ubatizo wa kweli au ubatizo wa mbinguni wenyewe una sifa zake. Sifa ya kwanza, mbatizwa awe amesikia na kuamini nini? Neno la Mungu. Hiyo ndio kanuni. Yaani hatukukamati tu ave mwanangu tukakubatiza. Lazima kwanza usikie neno. Ndio maana tukawaiteni njoni muwai kidogo tujifunze, msikie. Amina. Na miaka yote bahati nzuri Mungu analeta watumishi mmejifunza, ndio maana hata mmeamini sasa na mko tayari kufanyaje? Kubatizwa. Amina. Kwa hiyo kigezo cha kwanza ni kusikia neno na kuamini. Ndio maana ukisema Warumi sura ya 10 mstari wa 17 anasema imani chanzo chake ni kufanyaje? Ni kusikia, na kusikia kutokane na neno la Mungu, sio mapokeo. Amina. Ndio maana wewe unasema wewe ni baba, lakini mbinguni hatuingii mtu na familia yake. Labda unasema sasa hivi aingie mchungaji Paulo na familia yake yote.
Sasa aingie mchungaji Joseph na familia yake. Linaitwa jina la mtu huyu mmoja. Ndio maana wewe unatakiwa ufundishwe, umwamini Yesu, ubatizwe, ili na wewe utembee katika njia za nani? Za Bwana, ili jina lako liwe kwenye kitabu cha nini? Cha uzima. Hautaingia kwa wokovu wa baba, hautaingia kwa wokovu wa mama. Amina. Hautaingia kupitia wokovu wa mtu mwingine. Amina watumishi. Kwa sifa kwanza lazima uwe umesikia neno na umeamini. Sifa ya pili watumishi, tunasema mbatizwa awe amemwamini Yesu Kristo na kumkiri kwa kinywa chake ili afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ukisoma Warumi sura ile ya 10 mstari wake wa 9 na wa 10 anasisitiza sana hilo. Amina. Anasema unatakiwa kufanyaje? Kumwamini Yesu Kristo kwa moyo wako na kumkiri kwa kinywa chako ili afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amina. Hiyo ni hatua ya kwanza. Sasa unasema hivi, pasipo imani haiwezekani hata kumpendeza nani? Kumpendeza Mungu. Kwa jambo la kwanza lazima upatane na Yesu kwanza. Umruhusu yeye ndio awe mtawala wako. Tunaposema Yesu kuwa Bwana, maana yake yeye kuwa kiongozi wako, yeye kuwa mtawala wako. Maana wewe unajitiisha chini yake. Yeye utaishi kuanzia sasa kwa kufuata nini? Maelekezo yake. Akisema sitaki uasherati, hakikisha haufanyi uasherati. Sitaki wizi, hakikisha unaacha wizi. Mwanangu, utasoma Biblia wakati mwingine. Tukimaliza tukisoma hivi chuo tunaendelea kusikilizana. Amina. Adui ana akili sana. Kwa hiyo anaweza akakutoa hapo usisikie. Wewe unafikiri unasoma, kumbe hapo uelewi chochote na huko kinachoendelea unakikosa pia. Amina. Amina. Kwa hiyo ndivyo ambavyo tunajifunza kwamba ubatizo wa kweli sio ule tu mtu tumechukua tu mtu sababu yuko kanisani na kwenda kufanyaje? Kumbatiza. Lazima awe amemkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Jamani, hayo mambo katoto kachanga kanayaweza? Mtoto mchanga anaweza kuamini? Anaweza kumkiri Yesu? Inawezekana? Haiwezekani. Amina. Lakini kanuni ya ufalme wa mbinguni lazima umwamini Yesu Kristo na kumpokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kutomwamini Yesu tu ni dhambi mbaya ambayo itakupeleka wapi? Jehanamu ya moto. Au mtumishi tusome Yohana 3:18. Kutomwamini Yesu tu. Hata wale ambao wako mitaani leo, wako mataifani, hawajamkiri Yesu. Unajua shetani alivyo mjanja, ameweka watu kwenye makundi afu amewekea taratibu zao za kidini. Watu wanafanya matukio fulani ya kidini, akifika darasa la 3, la 4, la 5, wanafanya masherehe, wanafikiri vina uhusiano na kuingia wapi? Na kuingia mbinguni. Hapana. Kuingia mbinguni kuna kanuni zake. Moja kati ya mahitaji muhimu ya kuingia mbinguni ni kubatizwa. Amina. Nitasoma 3:18. Amwaminie yeye hahukumiwi. Naam. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Ndio. Kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Amen. Amina watumishi. Kwa hiyo asiyemwamini Yesu, asiyemkiri Yesu, tayari amekwisha fanyaje? Kuhukumiwa. Anasubiri sio tu siku yake. Ila Mungu ni wa rehema. Kwa hiyo muda huu ambao amepewa kabla ya kifo, akitubu na kubadilika na kubatizwa kama Yesu, anayo nafasi ya kuingia wapi? Mbinguni. Kama mlivyofanya nyinyi leo. Amina. Amen. Sifa ya 3 tunasema mbatizwa awe ametubu dhambi zake zote. Asifiche. Amina. Amina. Usifiche nini? Dhambi. Mungu yeye hafichwi na nini? Na chochote. Tena amekemea katika Isaya, anasema ole wao wanaojitahidi kumficha Bwana mashauri yao, yani mambo yao. Amina. Na njia zao ziko gizani. Amina tumishi. Mithali anasema afichaye dhambi zake hatafanyaje? Hatafanikiwa kamwe. Amina. Paulo anaandika anasema yeye aungamaye dhambi zake, anasema maana Mungu nini? Ni mwaminifu, atakumsamehe kabisa. Amina. Kwa mtu naingie ndani, Yesu anasema ingia katika chumba chako cha ndani, yaani moyoni mwako, jichunguze popote ulipokosea, tengeneza. Amina. Alafu kusudia kutorudia tena hiyo dhambi. Amina watumishi. Sifa nyingine tunasema mbatizwa, ile tulisema mbatizwa awe ameamini. Tukisoma Marko 16:15 anasema aaminie na kubatizwa atafanyaje? Ataokoka. Kwa hiyo unatakiwa awe ameanza kuamini kwanza. Amina. Ndio maana hatubatizi watoto. Unaona huyo mdogo wenu huyo leo hatuwezi tukambatiza kwa sababu yeye
Hata nikikaa naye hapa nikaongea naye, labda nikiongea, labda nikianza kupanga makopa ataanza kunielewa kuchezea na nini. Lakini nikianza kumwambia habari za Yesu hawezi kunielewa. Ndio maana hawa Yesu alipogundua hivyo akawatangazia ofa. Watoto hao ambao hawajaanza kuwajibika, ambao hata nyumbani akivunja chupa ya chai hatumpigi hata kofi, mbinguni na yeye haulizwi nini hizi kanuni ambazo sisi tunaulizwa. Amina. Wenyewe vina neema ya kuingia bure, isipokuwa Shetani alipogundua hilo tena anahila na watoto, akaanza kuwachafua watoto tangu akiwa tumboni mwa mama zao. Amina. Wengine kwa sababu wazazi wao hawajaokoka, anafunga matumbo yao, hawapati watoto, wanaenda kwa waganga wa kienyeji. Kwa hiyo anachanjwa chale, anafanya makufu kadha wa kadha. Kwa hiyo mtoto kwa nje yuko tumboni anaanza kuchezewa na waganga wa kienyeji. Amina. Akizaliwa mtoto amekafunga saa nyeusi, wengine wamefunga si shingoni, mwingine amevalishwa ilizi, mwingine amepelekwa kwenye makaburi ya babu zake, vitu vingi. Amina. Lakini pia anaweza akakoseshwa ulimwengu wa giza kwa kumpa jina baya. Jina baya. Hata nyie leo vizuri elewa maana ya jina lako. Amina. Sulusia Sunani, hayo majina yote yanamtia Mungu hasira. Amina. Kuna baadhi ya majina yanaweza yakakukosesha nini? Mbili. Unaona kusoma kitabu cha Mithali 22 mstari wa kwanza, anasema heri kuchagua jina jema kuliko mali na fedha. Yaani Biblia inasema hivi, ikiwa hili ndio lingekuwa gari hili au hii nyumba hii ndio lingekuwa lipande la dhahabu ambalo ukiliuza unapata mahela, unakula hadi unakufa, unaacha hadi wajukuu wako wanatumia. Alafu dhahabu na jina baya, labda Lucia. Amina. Alafu hapa kuna jina zuri, labda nitoe mfano, jina zuri labda Debora au Sara au Neema. Alafu huku pembeni hamna hata 100 hamna. Biblia inasema heri uchague nini? Jina jema kuliko dhahabu na fedha na utajiri. Kwa sababu inajua kuna vitu vya msingi kwenye jina la nani? Jina la mtu. Amina. Pia hatusapoti sana watu kuchukua majina ya kurithi, kwa sababu vizazi vyetu vya sasa, yani hivi mlivyo nyie, ukichukua baba alivyo babu, utakuta wengi walikuwa naabudu nini? Mzimu. Kwa utakuta alikuwa wakala wa ulimwengu nini? Wa giza. Sababu jina pia linaweza likabeba tabia. Amen. Yani utasikia huko mitana sasa, yule mlevi kama babu yake. Yule na BP kama shangazi yake aliye kama wa jina lake. Amina. Ndio leo mtoto akiitwa labda Beyonce, mtaona kanaanza kuwa na majivuno kama nani? Kama Beyonce. Amina. Kule shuleni wakisema wanafunzi kanajiita labda kanachukua jina la mchezaji fulani, utaona kanaenda kunywa kama yule, kanaanza kutembea kama yeye, kumbe kanapotea. Amina. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinavyobebwa na nini? Na jina. Amen. Ndio maana Biblia inasisitiza jina. Ndio maana hata Mungu watu walikuwa na majina mabaya alipotaka kufanya nao kazi aliwabadilisha nini? Majina. Amina. Kwa mfano hata yale majina tunatumia sana kina Meshach, Shadrach na Abednego. Yale majina pia sio mazuri. Amina. Sababu sio majina ya kina Daniel. Yale walipewa kule Babeli kwa majina ya miungu ya kule, walipoona tabia zake. Sema huyu anafanana na Mungu akipagana aliyeitwa jina hili. Huyu akaitwa. Ndio maana sehemu nyingine waliwapa majina mengine kwenye Matendo ya Mitume. Amina. Hata Yesu mwenyewe na huyu naye walimpa jina kulingana na zile tabia za miungu. Kwa sababu tabia, jina linaweza likaamua nini? Tabia. Nyie katika kusoma hamjawahi kuona labda kwa mfano shuleni kwenu Sara wa darasa 4, ukimwangalia vizuri tabia zake zinafanana kidogo na yule Sara wa darasa 7, au akina Martha au akina Irene. Yaani wengine utakuta wanafanana. Amina. Mkimaliza shule ya msingi, mkienda sekondari, mkienda chuo, utakapokuwa umepita ngazi nyingi utakuta akina Irene niliyokutana nao wengi wana tabia hii. Amina. Akina Martha wengi niliyokutana nao wengi wana muonekano, wana haiba ya aina hii. Majina pia yanaweza yakaathiri tabia. Amina. Yanaweza pia yakaathiri afya, wengine hata maumbile na vitu vingine. Wale wataalamu wa saikolojia wanaweza wakafahamu kwa undani. Amina watumishi. Lakini pia tumejifunza sana mtu awe ametubu dhambi. Tutasoma Mathayo sura ya 3. Anasema mstari wa kwanza, alitokea Yohana alianza kuhubiri kwenye nyika ya Yahudi. Alipokuwa anahubiri akawaambia watu tubuni. Amina. Tubuni. Kwa hiyo mahubiri yake yote alikuwa anakemea watu, anawaambia watu wajiepushe na nini? Na dhambi, watubu, maana muda umefanyaje? Umekaribia. Walipomwamini, waliposikia, walipoelewa na kuamini, ndipo sasa wakaenda katika mto nini? Jordan, alikokuwa anabatiza
wakawa wale ambao waliofika wakawa wanaendelea wanatubu, alafu wanafanyaje? Wanabatizwa. Wanatubu, wanafanyaje? Wanabatizwa. Amina. Lakini pia hata kwenye Matendo ya Mitume sura ya 2 ule mstari wa 37 walimuuliza baada ya wanafunzi wa Yesu kwenda kuhubiri habari njema kwa watu kwa ndugu wengine, wakasikiliza. Baadaye wakauliza, jamani, haya mambo mliohubiri ni mazuri na sisi tunatamani tuingie mbinguni. Sasa tunataka mtusaidie, kuna kanuni gani zitakazotuwezesha kuingia mbinguni? Ndio bwana, hapa mnachotakiwa kufanyaje? Ni kutubu, kwa sababu mmeshaamini. Amina. Kilichobaki hapa ni kutubu dhambi na kufanyaje? Na kubatizwa. Mkishatubu dhambi na kubatizwa, basi mtasamehewa na majina yenu yataandikwa wapi? Mbinguni. Matendo ya Mitume 2:30 ngapi? 37. Amina watumishi. Amina watumishi. Lakini pia ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 8 hivyo Filipo na Troashi, ndio ukiwa umeamini kwa moyo wako wote, inawezekana. Kwa hiyo hatubatizi tu, kuna vigezo ubatizo wako. Ile ubatizo wa shetani, hata ule mtoto tunabatiza. Amina. Ubatizo wa kuzimu, hata mtoto mdogo anafanyaje? Anabatizwa, kwa sababu hawazingatii. Lengo la shetani ni kokolo, kusomba wote, ila Mungu ana kanuni. Amina watumishi. Mmenelewa vizuri watumishi wa Mungu? Kwa Mungu awabariki. Sifa nyingine tunasema awe amebatizwa katika maji tele. Amina. Maji tele. Kwa sababu tulisema, tulipojifunza maana ya ubatizo tulisema ni kuzikwa. Amina. Kuzika tulisema ni kuzamisha kitu, mwili mzima wa mnyama kwenye udongo au maji. Amina. Kwa hiyo hata hayo maji basi ili tuweze kuzika yanatakiwa yawe kina ambacho kinamwezesha mtu kutoonekana kabisa mwili wote. Amina watumishi wa Mungu. Ndio maana tunasema linafanyika katika maji mengi, na sio kwamba ni leo watu wasikafa shetani amewadanganya watu, hili kanisa wana mashati. Sio kanisa, ndio kanuni za Mungu. Makanisa yote yangekuwa ya Yesu, yote yangekuwa na kanuni hii moja, ila mengine ameamua kurahisisha ili kuwapata watu ambao hayawaandai kwenda wapi? Mbinguni. Ndio maana nasema wewe hata ukiwa umlevi haina shida. Ni ukiletea tu mchango kanisani hakuna shida. Amina. Hata kama una kamchepuko ya kupata magumu, wewe hawakukatazi kwenda kwa waganga wala hawakwambii. Hivi nyie batizoni nyie ni wanafunzi. Hivi pale shuleni sasa hivi labda umeenda na simu, si ndio? Pale shuleni hawakwambii uwe na simu wala hawakukatazi usitumie nini? Simu. Hivi tunaweza kusema hiyo shule anakataza simu? Mwalimu akikuona unatumia simu shuleni hafanyi chochote, tunaweza kusema hiyo shule anakataza simu? Ila hawajatangaza, jamani mkanunueni ni simu. Amina. Ndivyo jinsi ilivyo. Kwa hiyo wengi wanatengeneza, wanamwandalia shetani watu kwa ujanja, huku wakiwarubuni watu kwamba tunawaandaa kuwapeleka wapi? Mbinguni. Unajua alikuwa bahati nzuri mko karibu hapa kabisa na Uganda. Alikuwa dikteta mmoja hapa Uganda aliitwa yule aliyepigana na Tanzania. Unamkumbuka? Nyinyi mnasoma nani? Mnasoma historia. Idi Amin, si ndio? Idi Amin yeye alipoteka nchi kwa muda akasema hivi, nataka nchi yangu iwe na maendeleo ya haraka. Kwa hiyo akagundua kwamba wazee na walemavu hawachangii nini uchumi wa nchi. Kwa hiyo akachukua malori na sisi akawatengeneza madereva, akamwambia jamani, piteni kwenye miji waambieni wazee na walemavu kwamba Mheshimiwa Rais anawaiteni Ikulu, anataka kwenda kuwapa zawadi. Kumbe amewaambia wakatupa kwenye mto Kagera. Ndivyo walivyo viongozi wengi wa dini leo hii. Amina. Wanawadanganya watu, wanawapeleka wapi? Mbinguni. Kumbe wanaenda kuwatupa wapi? Jehanamu ya moto, kwa kuwabadilishia kanuni za nani? Kanuni za Mungu. Amina. Mna heri nyie ambao mbingu zimewaheshimu. Amina. Mmepata neema ya kuanguka kwenye mikono mizuri. Amina. Watu watakaofundisha kweli yote ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo ninyi jukumu la kushika kweli au la kuikataa ni la kwenu. Lakini sisi wajibu wetu ni kuwaambieni hii ndio kweli, kutowadanganya. Amen. Maana ukidanganywa hutajitetea siku ya mwisho kwamba mimi mchungaji wangu ndio aliyeniambia. Utakuwa umeshachafuliwa, kwa hiyo hautastahili kuingia wapi? Mbinguni. Amina watumishi. Amen. Mungu akubariki sana. Sifa nyingine tunasema lakini pia tukisoma Yohana 3:23 Yohana 3:23 anasema Yohana 3:23 anasema hata Yohana pia alikuwa akibatiza katika mto ambako kulikuwa na maji mengi. Amina.
Hata kwenye hiyo Mathayo sura ya 3 tuliona Yohana alibatiza, alihubiri mjini, baadaye akaenda pembeni ya mji kulikokuwa na mto kwa ajili ya nini? Ya ubatizo. Kwa hiyo kanuni ya ubatizo sio kwa kikombe. Amina. Ni maji tele. Halafu sio tele tu, maji pia yaliyo hai. Tunaposema maji yaliyo hai, maana yake maji ambayo yanatembea kwenye chanzo chake cha nini? Cha asili. Amina. Sio swimming pool. Hapa baadaye mnaweza mkaendelea mkaamua kujenga hapa ka swimming pool na nini mkajaza maji. Hapa pafai kwa ajili ya kubatiza. Panafaa labda kuogelea, sawa? Ukisikia joto na nini unaweza kumfungwa vizuri, unaenda mtu kuogelea. Au subata wanaogelea au kwa ajili ya kufuga samaki, lakini sio kwa ajili ya nini? Ya ubatizo. Amina. Au vile visima vile wanaweka wengine kwenye makanisa, hupaswi kubatizwa ubatizo wa nini? Wa kisima. Baada ya shetani kuona baadhi ya makanisa wamekimbia ule ubatizo wa utozini wa maji ya kikombe, akakaa tena na baraza lake. Amina. Akasema wale waliokimbia tunawakamataje? Tupelekeni ubatizo wengine unaoonekana wa kisasa. Ndio ukao ubatizo wa nini? Wa visima. Amina. Amina watumishi. Lakini mwishoni nasema abatizwe kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu. Amina. Tofauti na kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kwa hayo yote utimilifu wake ni jina la nani? La Yesu. Na hayo sio majina, ni vyeo vya Mungu. Kwa hata mtu njiani, wewe mtoto nani? Sasa mimi mtoto wa Baba. Unafikiri kama umejitambulisha? Wewe mwalimu wako anaitwa nani? Anaitwa Madam. Una akili wewe? Amina. Amen. Kwa hiyo kuna kwa sema anaitwa, labda ukisema Madam Suzi, si ndio? Kumbe ile shule yenu Suzana yuko mmoja tutamtambua. Amina. Kuna wewe tuambie sasa utimilifu wa Mungu akionekana katika mwili ndio Yesu. Amina. Amina. Ndio maana unaona kanisa la kwanza la mitume, kusoma Matendo ya Mitume hiyo 2:37, 8 20 ngapi? 10, 19, 19, 48, 19 1 hadi 4, yote yanaonesha wanafunzi walibatizwa kwa jina la Yesu. Na wenyewe walibatiza kwa jina la Yesu. Hakuna popote walipobatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amina. Sasa naomba na mimi niwaruhusu na nyie, mtu mwenye swali aulize swali kuhusiana na ubatizo. Mtu ana jambo pengine kipengele fulani hajanielewa vizuri, au kama kuna swali basi nitamkaribisha mtumishi atajibu wa maswali na kuongezea yale niliyoyaacha mimi ili tuende kwenye ubatizo sasa. Ila kama kuna mtu amesikia kanuni za Yesu hataki starehe. Yaani starehe na Yesu ni vitu viwili tofauti. Kwa kama unaona ukawa mimi bila kuvaa mbebwedo sitaweza, unaweza hata sasa kumwambia mchungaji, mimi naomba niende nyumbani. Amina. Amen. Ila sitarajia kwa sababu hayo maamuzi yatakupelekea uende jehanamu, yani ya moto, ila uwe huru. Amina. Kwa kama mtu ana swali, karibu uliza swali, alafu tamkaribisha mtumishi atajibu swali na atatupa maelekezo ya ziada ili tuende kwenye ubatizo. Tumebeba nguo za ziada? Amina. Mungu awabariki sana. Mtumishi. Karibuni kama kuna mtu ana swali. Tunawasubiri nyie muulize swali.